Tumesafiri umbali wa kilomita zaidi ya 1000 kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Ruvuma, na tumesafiri umbali wa zaidi ya kilomita 45 kutoka barabara kuu ya Ruvuma Njombe, na tumefika hapa katika kijiji cha Ifinga. Nyuma yangu ni kanisa la Roman ambalo limejengwa mwaka 1933. Kijiji hiki cha Ifinga kina historia yake. Ni kijiji ambacho kimeanza kutumia simu za mkononi mwaka 2018. Huenda ukajiuliza maswali mengi. Mbona simu za mkononi zimeingia muda mrefu hapa nchini Tanzania? La hasha. Kutokana na ukosefu wa mitandao ya simu mbalimbali katika kijiji hiki, basi walilazimika kutembea umbali wa kilomita 20 kutoka hapa kijiji cha Ifinga mpaka katika mlima mrefu ambapo wameupa jina la Konakali, na kufanya mawasiliano na ndugu jamaa na marafiki walio katika pande mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania. Lakini hivi sasa matunda wameshayaona kupitia serikali ya awamu ya 5 ambayo inaongozwa na Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na kijiji hiki kinapatikana katika jimbo la Madaba ambacho kinaongozwa na mbunge wao anaitwa Joseph Kizito Mhagama kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mtazamaji, na huo ndio ulikuwa utangulizi tu wa kipindi chetu cha Jimbo Langu ambacho kinaruka kila siku ya Jumatatu hapa Channel 10 Kilicho Bora kuanzia saa 3 kamili usiku. Kipindi hiki kimelenga kutembelea majimbo mbalimbali na kuangalia maendeleo ambayo yamefanyika katika majimbo mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania, kwa sababu wananchi waliwaamini wawakilishi wao katika majimbo mbalimbali ili waende kuwawakilisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara tu baada ya kupigwa kura. Nikueleze tu kwamba mkoa huu wa Ruvuma una zaidi ya kilomita za mraba 63,498 ukiwa na idadi ya watu 1,376,891 kwa sensa ya mwaka 2012. Mkoa huu wa Ruvuma una wilaya 5 ambazo ni Songea yenye idadi ya watu 377,130, wilaya ya Mbinga yenye idadi ya watu 353,683, wilaya ya Tunduru yenye idadi ya watu 298,279, wilaya ya Namtumbo yenye idadi ya watu 201,639, pamoja na wilaya ya Nyasa yenye idadi ya watu 146,160. Pia mkoa wa Ruvuma una jumla ya majimbo 9 ya uchaguzi ambayo ni Tunduru Kaskazini, Tunduru Kusini, Peramiho, Namtumbo, Mbinga mjini, Mbinga vijijini, Nyasa, Songea mjini pamoja na Madaba. Leo hii kipindi cha Jimbo Langu kinakwenda kuangazia utekelezaji katika jimbo la Madaba. Ninaitwa Joseph Kizito Mhagama. Nimezaliwa mwaka 1973 mkoa wa Ruvuma, Songea. Nimeoa na watoto 4. Nimesoma degree ya kemia chuo kikuu cha Madras nchini India. Nilimaliza mwaka 2001, na baada ya hapo nimesoma falsafa miaka 2. Nimesoma teolojia degree miaka 3 chuo kikuu cha Freiburg nchini Switzerland. Lakini pia nikiwa nchini Switzerland nilifanikiwa kusoma masomo ya masters degree kwenye masuala ya biashara, na nikasoma pia masuala ya international management. Pia nimesoma masomo ya lugha na diplomasia. Nimebobea zaidi kwenye lugha ya Kifaransa, na masomo yangu mengi kuanzia degree ya kwanza katika theology, degree ya katika masuala ya biashara, na katika masuala
ya uhusiano wa masuala ya international management nimesoma zaidi kwa lugha ya Kifaransa. Lakini pia kwa sasa ninaendelea, na Mungu akinijalia, mwezi Novemba nitahitimu masomo yangu ya udaktari kwa maana ya PhD katika masuala ya uchumi. Upande wa chama nimeshiriki katika kazi za chama, kwanza kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, na tangu mwaka 2012 nilikuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa na mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya Songea vijijini. Kwa kipindi hicho cha miaka 5 nimetumikia kwa nafasi hiyo kabla sijawa mbunge. Ahadi alizotuahidi mbunge nyingi amezitekeleza. Mradi wa maji kama wa Kikundi, kama mnavyoona, amechangia kwa 100%. Maji tayari tumeshayapata chini ya ufadhili wa TFS, na mpaka sasa maji tunapata, na wananchi sasa wameepukana na adha hii ya maji. Nafurahi sana baada ya kupata tamko la kupata kituo cha afya Mchengimbole. Hakika wananchi walifurahi sana, hususan hasa kwa upande wa wanawake. Walikuwa na mazingira mabaya, pia watu walikuwa wanashindwa hata jinsi ya kuzaa, maana palikuwa na shida. Tulikuwa hatuna kituo cha afya, tulikuwa hatuna zahanati ya serikali. Lakini punde alipopita Mheshimiwa mbunge Joseph Kizito Mhagama, aliahidi kwamba mimi kwa adha hii inayopatikana hapa Mchengimbole, hakika nitaleta kituo cha afya. Ni kweli baada ya mwaka mmoja kuingia madarakani, akatuletea hela za kujengea kituo cha afya milioni 500. Aliahidi atatujengea vituo vya afya, alituahidi atuletee miradi ya maji. Kwenye upande wa elimu aliahidi upande wa elimu tutakuwa na elimu ambayo imeboreshwa, na miradi mingi ambayo aliahidi Mheshimiwa mbunge Joseph Kizito Mhagama. Kwanza tunamshukuru sana Rais Dr. John Pombe Magufuli ambaye kwa umahiri wake ameweza kufanya mambo makubwa. Amejenga kituo cha afya kikubwa kizuri chenye karibia kila huduma ambayo inafaa kumsaidia mgonjwa. Kituo chetu cha afya Mchengimbole kimeanza kutoa huduma hapa za wagonjwa wa nje mwezi Januari mwaka huu. Takriban huduma zote zinazomfaa kuhudumia mgonjwa zitapatikana katika kituo hiki, ikiwemo kulaza wagonjwa, upasuaji kama hivyo tuna theater, tuna jengo la kujifungua kina mama. Lakini tukishakuwa tuna huduma za upasuaji, tunaamini kabisa kwa 95 mpaka 98 au 100 kabisa huduma zinazotakiwa kwa mgonjwa zitakuwa zimeshapatikana. Katika sekta hii ya elimu amefanya kazi kubwa sana. Kama unavyoona kwenye jengo hili, kwenye awamu yake amejenga, kuna madarasa 3 na matundu ya vyoo pale. Kwa sasa wanafunzi wanafurahia kuongezeka kwa madarasa haya, na hasa haya aliyejenga yeye kwa sababu yana ubora tofauti na madarasa mengine. Haya majengo mnayoona hapa, kuna madarasa 3 na matundu ya vyoo ya 6, yamegharimu milioni 66 kwa jitihada yeye mwenyewe Joseph Kizito Mhagama. Hata hivyo, shule za msingi Kienda Gumbiro kuna jengo liko nzuri tena, limegharimu milioni 25. Shule ya msingi Sokoine limegharimu tena milioni 25. Nenda Mbangamawe zahanati ile walikuwa itumiki, sasa zinatumika. Lakini kabla hapo tulikuwa na changamoto ya wanafunzi, yani madarasa yalikuwa ni machache kulingana na idadi ya wanafunzi. Lakini baada ya ujenzi huu mpaka sasa limeweza kutatua, na tumefurahia sana kwa sababu hata sasa kwamba imeweza wanafunzi wameweza kuanakaa kwa kujinafasi vizuri tofauti na awali, na tumepata pia na viti na meza ambavyo kwa kila chumba ni 120 ambao tumepata. Kwa hiyo imetusaidia sana kwa katika usomaji, wanafunzi wamekuwa wako comfortable sana.
tofauti na awali. Kwa kweli tunashukuru sana Mheshimiwa mbunge, ameweza kutusaidia. Sasa tulianza naye katusupport kwa namna moja au nyingine, tusaidia mabomba na mambo mengine, ametusaidia sana huu mradi. Kuzungumzia maendeleo kwenye kata yetu ya Wino, msaada mkubwa tumepata kwa Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge amekuwa kiungo mkubwa wa shughuli zote za maendeleo ya kata hii. Wananchi wa kata hii hawaisubiri serikali, wao wenyewe wanafanya kazi za maendeleo. Kama mnavyoona mradi nyuma yangu, huu mradi ni wa kikundi cha wananchi, kaya kama 800 na kidogo, lakini na watu wanaotumia mradi huu ni zaidi ya 1400. Ndio kusema kwamba Mheshimiwa mbunge ameusaidia huu mradi zaidi ya milioni 10, kazitoa fedha zake mwenyewe na nyingine fedha za jimbo. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, Mheshimiwa mbunge Joseph Mhagama ametusaidia sana juu ya mradi wa maji. Kwa kweli tulikuwa tunapata shida sana kuhusu kuchota maji. Wamama wengi tulikuwa tunaugua vifua, tunaugua magonjwa mbalimbali kwa ajili ya kuchota maji mbali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge Joseph Kizito, aliahidi kutuletea umeme. Umeme saa hizi tunatumia, watoto wanajifunza kusoma kupitia televisheni, watoto wanatumia mwanga. Mara ya kwanza tulikuwa tukitumia sola zinasumbua kwa muda mwingi. Namshukuru Mungu kwa mbunge wetu Joseph Kizito Mhagama, ametuwezesha sana katika kuweza kuliwezesha ili tenki tuweze kulimalizia. Kutokana huko nyuma michango ilikuwa inatoka polepole, lakini ilipochangia huyu naona tukamaliza mapema. Tulikuwa na changamoto ya maji. Sasa hivi kijiji cha Lilondo kina maji zaidi ya 75%, yakiwemo maji ya vikundi, yakiwemo maji ya serikali, na maji haya ya vikundi yamewezeshwa kwa sehemu kubwa na viongozi wetu, wakiwepo waheshimiwa madiwani, Mheshimiwa diwani, mbunge na Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge pake kuanzia mwaka 2015 alituletea mbegu. Kwanza alituletea watu wa kutupa elimu na kwamba kuna zao la tangawizi ambalo atalileta, baadaye akalileta. Tukaenda kufanya majaribio kwenye mashamba, baadaye tukapewa wakulima, kila mtu aende kalime shambani kwake. Namshukuru Mungu kwamba tumelima vizuri na tumepata mafanikio mazuri. Tumenufaika kwa vitu vingi sana, hususani nina soko hapa la tangawizi, tupo jirani na soko la tangawizi, na pia mimi mwenyewe ni mkazi wa hapa kwa biashara ndogo ndogo, hususani mama ntilie, na nufaika kwa vitu vingi ambavyo chai napata wateja kwa kupitia tangawizi. Katika hayo aliyoahidi, kuna mambo ametekeleza. Ameongeza majengo 2 ndani ya shule yetu ya sekondari ya Maanje. Amejenga majengo ya mabweni ya wasichana na wavulana ili kusogeza huduma ya karibu ya elimu, kwa kuwa wanafunzi walikuwa wanatoka mbali sana, kilomita karibu 10 anakuja hapa shuleni. Kwa jimbo letu la Madaba hapa chini ya kiongozi jemedali wetu Mheshimiwa mbunge Mhagama, imefanya mambo mengi makubwa. Kwa upande wa shuleni kwetu hapa tumepata kunufaika na kupata madarasa. Tumeongezewa madarasa zaidi ya 4 ambayo wanafunzi wetu wamepata huduma ya kupata vyumba vya madarasa. Aliahidi cha kwanza atajenga madarasa na amejenga. Cha pili ataleta maji ya kutosha, ametuletea, na cha 4 atatuletea umeme na umefika, na watoto wetu kwa kweli wanasoma kwa nafasi mpaka usiku wanasoma vizuri, wameweza kupata ufaulu wa juu. Alituahidi kama vitu vifuatavyo: kutuletea maji, mtandao, japo mradi tuliuanza sisi wenyewe kwa wadhamini, lakini yeye ndo alikuwa msimamiaji na mfuatiliaji na mpaka tukafanikiwa. Jengo hilo la awali ameshatujengea, ametuwezekea, na mambo mengine, maabara kama mnavyoona yako vizuri na anaendelea kutufanyia kazi. Kabla ya kupata mradi wa EP4R darasa 1, tulikuwa tunapata shida namna ya kuweza kuwasaidia watoto, kuwafundisha hasa wakati wa masika na wakati wa jua kali, kwa sababu walitakiwa wakae nje kwa sababu vyumba vilikuwa vikupungufu. Kuhusu barabara amejitahidi, na maji, na kuhusu network
Saizi unatumia simu hapa nyumbani, umelala chumbani. Lakini zamani ibidi unapanda pikipiki 15,000, 25, unafika kule kuna kali mtu hujampata, unamtafuta yule apatikane. Maana simu labda umenunua 50,000, vocha 1,000, unafika kule mtu hujampata, unarudi. Kwa kweli saizi mawasiliano tunayo hapa Ifinga. Lakini mara kwanza kupata mawasiliano ni unatembea au unatumia gharama za kuanzia 15,000 na kuendelea. Ni takriban kilomita 20 hadi 25 ndio nafika sehemu yenye mtandao. Kwa unakuta mtu anakodi pikipiki 20,000 au 15,000 ili akapate mawasiliano. Then anafika pale anamtafuta mtu ambaye alikuwa na shida naye hapatikani. Kwa hiyo unakuta mtu ametumia gharama kubwa ya usafiri halafu hajafanya chochote, nothing. Awali ya yote napenda nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Magufuli kwa namna ambavyo ametupa kipaumbele wananchi wa Madaba, na nitumie pia fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Madaba ambao wameitikia wito wa Mheshimiwa Rais wa hapa kazi tu kwa vitendo. Katika hiki kipindi cha miaka 5 tumefanya kazi nyingi sana kwa jitihada za Mheshimiwa Rais na za wananchi wa Madaba. Moja, kwenye afya tumejenga tayari vituo viwili vya afya vya Madaba. Tulipata milioni 900 kutoka serikali kuu na tayari vituo hivi vinatoa huduma, na mpaka sasa zaidi ya wakinamama 60 wameshapata operation katika kituo cha Madaba na wametoka salama. Kwa hiyo kituo kimeshaanza kutoa huduma, na kile kituo cha Mtyangimbole nacho kinaendelea kutoa huduma. Tumefaulu kwa asilimia kubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na wananchi. Lakini pia tumepata budget ya kujenga hospitali, na mpaka sasa tayari milioni 500 zimeshaingia Madaba na bilioni 1 zimeshaidhinishwa kwa ajili ya kuongezewa. Kwa hiyo tunayo bilioni 1 na milioni 500 kwa ajili ya kujenga hospitali ya wilaya. Hospitali hii ya wilaya itakuwa na hadhi sawa na hospitali zingine za wilaya kama Songea na Peramiho. Tunazo zahanati, na hii lazima niwapongeze sana wananchi. Kwa pamoja tumeshirikiana kujenga zahanati. Kule Mahanje tunajenga zahanati kwa kushirikiana na nguvu za wananchi na mfuko wa jimbo. Lakini pia Kipingo tunajenga zahanati kwa kushirikiana na mfuko wa jimbo pamoja na wananchi, na tunaishukuru serikali tayari imeshatoa milioni 50 kwa ajili ya kukamilisha hizo zahanati. Zipo zahanati zingine za Magingo na Mbangamawe tayari zinatoa huduma, na zahanati zingine zote za vijijini zinatoa huduma, na nilihakikisha kwamba kabla hatujapata umeme tuhakikisha kwamba zile zahanati zinapata mwanga. Kwa hiyo tulipeleka solar panel kwenye zahanati zote ambazo tayari zilikuwa zinatoa huduma. Kwenye sekta ya elimu, hii ni moja katika sekta mama ambazo mimi nimezipa kipaumbele kikubwa sana. Toka shule za msingi mpaka sekondari, kwa sababu mimi ninaamini Madaba tunayoitaka na Tanzania tunayoitaka ipo kwa hawa vijana ambao tunawasomesha sasa. Hawa ndio watatupa Tanzania tunayoitaka. Sisi jukumu letu ni kujenga misingi ya Tanzania tunayoitaka, na hawa watakuja kukamilisha ujenzi wa Tanzania tunayoitaka. Na hili tumelianza Madaba toka shule za msingi mpaka sekondari. Moja katika vitu ninavyovifanya ni kutembelea shule zetu zote za msingi na sekondari, kuzungumza na watoto wetu wa shule za msingi na watoto wa sekondari, kuzungumza na walimu na wazazi, kuwatia moyo. Na nimekuwa natumia muda wangu kukaa nao, kuzungumza nao, kuwaelekeza mambo ya kufanya. Lakini tumejenga miundombinu ya madarasa mengi yameboreshwa sasa. Pale Ngemba 2 tumejenga madarasa 2 mapya kwa milioni 25 zilitoka serikali kuu, lakini milioni karibu 66 zimetumika kujenga shule ya msingi ya Ngemba ya Kiblang'ombe. Ni shule ya kisasa sana.
shule za sekondari mabweni pale Mahanje sekondari, mmeona mabweni mapya mazuri sana, milioni 196 zimetumika, lakini pia nguvu za wananchi zimetumika kujenga. Tumejenga madarasa mengi ya shule za msingi na za sekondari, na Madaba sasa kielimu imepiga hatua kubwa sana. Shule za sekondari sasa kwa mara ya kwanza Madaba imeshika nafasi ya kwanza kwenye matokeo ya kidato cha 4 katika mkoa wa Ruvuma na nafasi ya 24 katika taifa. Moja katika changamoto ambazo tumekuwa nazo kwa muda mrefu Madaba ni mimba za utotoni. Watoto wengi wa shule za sekondari hata za msingi wamekuwa wanapata mimba. Wananchi wa kata ya Mahanje wakati wa ziara za kampeni 2015 walieleza hiyo konseni, na kwamba watoto wengi wanasafiri kitambo kirefu wa mguu, wanakutana na madereva wa bodaboda, wanakutana na mazingira hatarishi na wanapata mimba. Mwaka 2017 karibu watoto 10 wa shule ya sekondari ya Mahanje walipata mimba kutokana na kukosekana kwa mabweni. Tumeshauriana na serikali ilikubali kuwekeza kwenye ujenzi wa mabweni ya sekondari. Kwa moja katika shule ambazo zilinufaika na ujenzi ni Mahanje sekondari. Sasa ina watoto wote wa kike wa Mahanje sekondari, isipokuwa wachache ambao pengine kwa sababu moja au nyingine wanashindwa kukaa hostel, lakini watoto wote wa kike wanakaa hostel na watoto wa kiume wengine wengi wanakaa hostel. Sasa hii imetusaidia sana Mahanje sekondari, na tunafanya hii jitihada kwa shule zingine za sekondari. Pale Wino tuna mabweni, baadhi ya watoto wanakaa sekondari, wanakaa shuleni. Tutaangalia shule zingine za Madaba ambazo zina mapungufu hayo. Tunaendelea kujenga mabweni kwa kushirikiana na wazazi. Upande wa maji kama nilivyosema, moja katika changamoto kubwa za Madaba ni maji. Nikianzia na kijiji cha Ifinga, Matumbi, kule kulikuwa hakuna kabisa maji ya mtiririko, lakini tuliongea na wadau wa TFS ambao wanawekeza maeneo yale, wakakubali kujenga mradi wa maji wenye thamani ya milioni 482. Mradi ni mzuri, umekamilika na unatoa huduma. Bado mitaa michache ambayo haijafikiwa, kazi inaendelea. Naamini katika muda mfupi unavyowezekana tutazidi kutanua ule mradi. Lakini tuna mradi wa maji Wino. Mradi wa maji Wino ulianzishwa na wananchi, na mimi nilivyoona zile jitihada nikaja kuongeza nguvu. Kwa mimi binafsi nimechangia fedha kama milioni 4 kwenye ule mradi, lakini wananchi wenyewe pia wamechangishana zaidi ya milioni 60 zimeingia kwenye ule mradi. Tulikuwa na changamoto ya maji sana maeneo ya Lilondo, mmeona pale na Matetereka. Lakini Lilondo ni washukuru sana. Kwanza serikali ilitoa bilioni 1 na zaidi kwa ajili ya maji pale Lilondo mjini, kwa maana yale vijiji vya Lilondo. Lakini kulikuwa na kusuasua kwa utekelezaji. Pamoja na jitihada tulizozifanya, zikawafanya wananchi tutafute namna nyingine ya kufanya. Kwa hiyo wananchi tukachangiana, tumechangiana kujenga maji kwenye mitaa. Kwa hiyo sasa tuna matenki kwenye mitaa kule, tumejenga mitaa 2, Kingwale na huko Msekele, tumeweka maji, na zaidi ya milioni 100 wananchi wa Lilondo pamoja na wadau wengine likiwemo kanisa na mbunge na mfuko wa jimbo tumechangishana, tayari tumeweza kufikisha maji kwenye maeneo hayo. Kuhusu umeme, Madaba mwaka 2015 ni kijiji kimoja tu kilikuwa na umeme. Umeme huu waliutengeneza wao kwa kutumia vyanzo vya maji vilivyopo pale. Kijiji cha Lilondo pekee ndio walikuwa na umeme kwenye nyumba chache. Lakini jimbo la Madaba, halmashauri ya Madaba yote haikuwa na umeme. Mara baada ya Mheshimiwa Rais kuingia madarakani, tumefanya kazi kubwa sana. Moja, serikali ilikubali ombi langu
la kuweka umeme wa jenereta. Kwa hiyo serikali ilihamisha jenereta toka Ngara kuja kufunga Madaba pale ili mji wa Madaba upate umeme. Ni kazi kubwa sana ya serikali, na serikali ilifanya hivi ikijua kabisa kwamba umeme wa Makambako Songea unakaribia kufika, lakini kwa mapenzi yao, kwa mapenzi ya serikali kwa wananchi wa Madaba, ilihakikisha kwamba inaniunga mkono na tunapata umeme wa jenereta. Kwa hiyo tulianza na umeme wa jenereta katika mji wa Madaba. Baadaye serikali ilipokamilisha mpango wa REA imetupa umeme vijiji vyote vya Madaba isipokuwa kijiji kimoja. Halmashauri ya Madaba inavunja rekodi ya kupata umeme vijiji vyake vyote isipokuwa kijiji kimoja tu cha Ifinga. Tumekuwa pia na migogoro ya ardhi Madaba na tumeishughulikia kwa namna ambayo ni nzuri. Tulikuwa na migogoro ya mipaka kati ya vijiji na vijiji, tumekuwa na migogoro ya mipaka kati ya wilaya na wilaya, mipaka ya wilaya na Mtumbo na Madaba kwa kupitia kijiji cha Lutukila, na tulikuwa na uhaba wa ardhi kwenye eneo la kijiji cha Ngadinda ambapo wananchi kaya 180 walikuwa wanalima kwenye eneo la Namtumbo. Kwa hiyo walikuwa wanatumia karibu kila msimu sio chini ya shilingi 30,000 kwa ajili ya kukodi ardhi ya kilimo Namtumbo. Lakini tulivyolifikisha hili serikalini kwa kibali cha Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Luhaga Mpina alikuja kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kuwapa wananchi eneo la shamba la serikali la mifugo hekta 1800 ili kuwapa wananchi sasa walitumie kwa madhumuni ya kilimo. Kwa hiyo unaona kwamba serikali hii ya pamoja na mambo mengine mengi makubwa inayoyafanya, lakini pamoja na kuwapa fursa wananchi kujiendeleza kiuchumi. Sasa ukienda kwenye makanisa na misikiti, maeneo ambayo vijana wetu na wananchi wetu wanajengewa maadili, ni maeneo pia muhimu. Tumechangia mabati, tumechangia simenti kuhakikisha kwamba haya maeneo pia yanafikiwa, wanajenga miundombinu ya kutolea huduma za kiroho. Tumefanya kwenye misikiti, tumefanya kwenye makanisa, tumefanya kwenye vikundi maalum vya kwaya na kadhalika. Tumefanya vizuri. Ukirudi kwenye hili kundi kubwa la vijana, vijana wa Madaba ni vijana ambao wamerithi attitude, tabia na mwenendo wa wazazi. Wazazi wetu Madaba ni wachapakazi sana. Kwa niaba ya wananchi wote wa jimbo la Madaba, watumishi pamoja na waheshimiwa madiwani, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Magufuli kwa namna ambavyo ametupa heshima, ametupa kipaumbele wana Madaba. Madaba ya mwaka 2015 na Madaba ya mwaka 2020 ni Madaba mbili tofauti. Mtazamaji, kabila maarufu katika mkoa wa Ruvuma ni kabila la Wangoni. Lakini katika kijiji hiki cha Ifinga, kabila maarufu ni Wabenamanga, nikimaanisha ni mchanganyiko wa kabila la Wabena pamoja na makabila mengine. Ndiyo maana wanasema iligimilo ni nyengo, ndiyo baba na mama, yaani jembe na fyekeo ndiyo baba na mama, wakimaanisha kwamba wao muda wote wako tayari kufanya kazi kwa ajili ya kilimo ili kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kuleta maendeleo. Lakini mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Jimbo Langu ambacho kimeenda kuangazia jimbo la Madaba katika kuangalia maendeleo mbalimbali katika sekta tofauti tofauti. Basi mimi niseme tu tivonaga. Hakika hii ni maana yake kwa heri. Tutaonana muda mwingine hapa kupitia Jimbo Langu ndani ya Channel 10. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Mpiga picha ni Malika Nginila.